Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Basi kuna swali ambalo mtumishi wa Mungu King Nation aliuliza. Swali lilikuwa linasema kupitia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari ule wa 7. Anasema wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Akasema, nalisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu huyo. Swali alikuwa anauliza King Nation ni kwamba huo uchi alikuwa anazungumzia Adam ni upi? Bwana Yesu asifiwe. Nitajaribu kujibu swali la mtumishi King Nation. Uchi ambalo kwa anazungumzia hapo Adam ni kwa sababu Adam alikuwa amekosa yale mavazi. Vazi alikuwa amekosa ni vazi la utukufu. Kwa hiyo wakati Adam kabla hajatenda dhambi, wakati Mungu amemweka katika ile bustani ya Eden, manake Mungu alikuwa amemfunika na vazi la utukufu. Kwa hiyo utukufu wa Mungu ulivyoondoka baada ya Adam kutenda dhambi, manake aliacha kutii maagizo ya Mungu, akala yale matunda ambayo aliambiwa asile. Kilichotokea, ule utukufu wa Mungu ukaondoka, yani lile vazi la utukufu likaondoka. Kwa hiyo lile vazi la utukufu lilivyoondoka, Adam ndo akawa uchi. Ndio maana akasema, akajishtukia akasema, mimi niko uchi. Manake hapo mwanzoni kilichokuwa kinamfunika alikuwa haonekani kwamba yuko uchi. Japokuwa mavazi walikuwa bado hawajatengeneza. Yani kipindi hicho wakati Adam kama unakuta mwanadamu ambaye siku ya leo anakuwa uchi. Sasa kwa kipindi hicho Adam alikuwa anafunikwa na ule utukufu, wala hajioni kwamba yuko uchi kwa sababu ule utukufu wa Mungu umemfunika. Kwa ule utukufu wa Mungu ulivyokuwa umemfunika, wala hajioni kwamba yuko uchi. Kwa hiyo alivyoacha kutii maagizo ya Mungu, akawa ameingia kwenye kumkosea Mungu, ndipo sasa ule vazi la utukufu wa Mungu la rohoni ndio likaondoka. Lilivyoondoka, Adam ndo akajiona kwamba yuko uchi. Kuwa uchi manake ni kupungukiwa, ni kukosa kufunikwa, kustiriwa na utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uchi maana yake ni kukosa kufunikwa na ule utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu unanisikia pamoja na King Nation. Kwa hiyo kwa habari ya uchi ndio yani kwamba alikuwa amekosa kufunikwa na lile vazi la utukufu. Kwa hiyo uchi manake ni hali ya kutofunikwa, yani kupungukiwa na vitu vya kiroho. Yani vile vitu ukipungukiwa ndio unakuwa uko uchi. Yani ni mtu ambaye amepungukiwa, amekosa kufunikwa na lile vazi la utukufu. Vile vitu vya kiroho vile. Vile vitu vya kiroho sasa vikikosa kukufunika, sasa ndio unakuwa uchi. Kwa hiyo uchi ni mtu ambaye amepungukiwa, ni mtu ambaye amekosa vazi le la kiroho, yani vile vitu vya rohoni, utukufu wa Mungu, kibali, heshima, kwa vile vitu vya kimungu vya rohoni vinaondoka kwako, ndio maana ya uchi. Kwa hiyo alichokuwa anazungumzia kwa habari ya uchi, alikuwa anaongea kwa mambo ya rohoni, wala sio uchi wa kawaida wa mtu kutokuvaa nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nitasoma Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari ule wa 15 mpaka 17. Na yajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto.
ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu, wala huu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa sema mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Kwa hiyo uchi unaozungumziwa hapa ni ule ambao umekosa vazi la kukustiri, vazi la utukufu wa Mungu kuja kukufunika. Amena. Amen.